Huu utakuwa ushauri mzuri na muhimu sana kwa mgonjwa yeyote wa kisukari ambaye anatamani kujinasua kwenye hilo tatizo. Moja ya stori ninazoziona sasa hivi ni wagonjwa wa kisukari kulalamika kwamba wataalamu mmekuwa wengi, tunanunua madawa mengi lakini hakuna matokeo yoyote. Mnatuchanganya, mnasema kula hiki, mara mwingine anasema tusile hiki. Na hata nikishare masomo mbalimbali ya vyakula ambavyo sio rafiki na kukutana na hizo comment, wengine mpaka wanatukana kabisa. Kwangu inanipa tafakari moja tu kwamba safari ni ndefu na jamii inahitaji maarifa sana. Lakini leo nataka nikumegee ujumbe ambao ukiuzingatia utakuwa katika mchakato wa kujinasua kabisa kwenye hili tatizo. Kitu cha kwanza, ugonjwa wa kisukari si ugonjwa ambao unaweza ukautibu kwa kadawa fulani, kwa mizizi fulani. Dawa huwa zinaondoa zile homa za ugonjwa, zile complications za ugonjwa. Dawa huwa zinasaidia pia kuimarisha immunity. Nazungumzia hizi ambazo zinauzauza hivi virutubisho asilimia kubwa. Ni muhimu sana, zina kazi yake, lakini nafasi yake sio uzitegemee kutokomeza tatizo la kisukari. Hata ambao wengi wanakupa ahadi kubwa, wengi pia hawajui wanachokisema. Wengine wanajua lakini wanafanya makusudi ili kuweza kuwini hiyo pesa yako ambayo utanunua dawa zao. Lakini wacha nikwambie, ugonjwa wa kisukari hauondoki kwa kumeza dawa, ila unaweza kupunguza changamoto zake kwa kumeza dawa. Sukari ikiwa iko juu, obvious ukimeza dawa za hospitali sukari inashuka. Kuna hypoglycemic herbs, kuna mimea tiba ambayo zikashuka. Ukiwa na ganzi kali ukatumia turmeric manjano, ukaweka labda na pilipili manga pale ukatumia, unaweza ukashangaa zile changamoto zinaondoka. Sasa umepona kisukari hapo? Sukari kushuka ndio umepona? Hapana, inaweza kapanda tena. Na kwa vile haijaondoka, hizo ganzi zilizopungua baadaye zinaweza zikarudi tena. Sasa wengi hizi za kupunguza changamoto ndio mnaziita tiba za kupona kisukari. Alafu zile ambazo zina focus kuondoa kabisa kile cha tatizo, naona kama ni kuchanganywa habari tu. Mko closed, yani hamtaki kujifunza. Maarifa ndiyo yanayohitajika kwenye hili tatizo kuliko madawa. Inawezekana katika safari yako ya kupambana na huu ugonjwa umeshakutana na virutubisho vizuri na vyenye kufanya kazi sana, lakini hauna maarifa ya kubadilisha lifestyle ili tatizo liondoke. Bado unakula ugali, bado unakula wali, bado unakula viazi, bado unakula vyakula ambavyo mwili wako unaendelea kujiendesha kwa glucose fuel, kitu ambacho ugonjwa hautaondoka, utaishia kuulea tu. Lakini kama ungepata maarifa sahihi ukabadilisha lifestyle, basi tatizo la kisukari kwenye ngazi ya chanzo lingeondoka, changamoto za kisukari zingeondoka. Halafu ungepata maarifa ya kuendelea kujimaintain ili tatizo lisijirudie tena. Lakini wengi hata ikitokea dawa za maajabu ukatumia ukapona, na kuhakikishieni tatizo litarudi tena, kwa sababu bado mko na attachment kubwa sana na lifestyle inayotengeneza ugonjwa. Mtu anafanya program, siku 2-3 sukari imekaa nomo, anarudi kunywa pombe. Siku 2-3 sukari imeshuka, anaenda kula wali. So kitu ambacho nataka uondoke nacho ni kwamba tafuta maarifa ili watu wanaokuelimisha uweze kujua yupi ambaye anaweza pia akawa ana msaada kwako. Elimu zimekuwa nyingi lakini hauna control na nani afundishe. Dawa zimekuwa ni nyingi lakini ukishafahamu utajua kazi ya dawa kwenye ugonjwa wa kisukari, ukomo wake ni wapi na wewe inabidi ufanye nini. Anyway, mimi ni Sam Nature, na kama ungependa kujielimisha kwa undani kuhusiana na tokomeza kisukari programs, follow page hii, jielimisha video kadhaa. Ukiona vina make sense, unaweza kuvifanyia kazi, ukahitaji msaada zaidi, tuwasiliane. Lakini otherwise, hiyo mindset mlionayo mtalalamika sana, mtalaumu watu wengi sana. Kwa nini? Kwa sababu inakufanya uendelee kuhangaika, uendelee kubaki hapo. Hakuna mwenye dhamana na afya yako. Hakuna daktari, hakuna mganga, hakuna muuza virutubisho mwenye dhamana na afya yako zaidi ya wewe. Ukiwa na maarifa sahihi, utasaidiana na hao wataalamu. Utasaidiana na hizo bidhaa zao
ambazo zinaweza kuwa zinahitajika kwa changamoto ulizo nazo. Lakini ukiwa hujui chochote, hutaki kujua chochote, ukigusishwa kwenye kitu ambacho umekizoea, unalalamika, unasema mnanichanganya, tutakula nini? Wacha tufe tu. Yaani ukiendelea kukaa kwenye huo mkao, nakwambia utakuwa mhanga milele. Lakini ukibadilisha mindset, ukakubali kujifunza, ukakubali kujielimisha, sio lazima uwe daktari kujua mwili wako, sio lazima uwe daktari kujua vyakula venye kuendana na tatizo lako. Unapojenga maarifa, unajisaidia wewe. Ugonjwa wa kisukari umejijenga miaka mingi mwilini mwako, na utaendelea kuwa kwenye mwili wako kwa miaka mingi kama hutabadilisha.